Kitabu cha Waebrania ile sura ya 3 na mstari ni ule wa 8, nami nasoma katika jina la Yesu. Amen. Biblia inasema Yesu Kristo ni yule jana na leo na hata milele, na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Sema amina tena, amen. Amen. Sema amina kubwa, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Toka siku ya Jumapili tumekuwa tunaangalia neno ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, na tutaendelea kusema vivyo hivyo. Hatutaacha kusema ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Habadiliki wakati wowote, iwe ni mvua, iwe ni mchana, Yesu Kristo habadiliki. Iwe ni usiku au mchana, Yesu Kristo habadiliki. Yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Nilikwambia ya kwamba kusudi lake la kuokoa waliopotea halibadiliki mpaka leo. Aliokoa miaka iliyopita, aliokoa na jana, na leo ataokoa na milele yote ataendelea kuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliponya wakati uliopita na hata leo anaponya, na kesho ataendelea kuponya, kwa sababu yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Alifukuza mapepo, alifungua waliofungwa na nguvu za giza. Hata leo na wewe atakufungua, na kesho ataendelea kufungua. Mpige Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ndiye anayefungua vifungo vyote vifungo vya giza ambavyo mwanadamu amefungwa kwavyo. Yesu Kristo yeye bado anafungua, na hakuna uwezaye kukufungua kama Yesu Kristo anavyofungua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikwambia kwamba tunaanza kuangalia faida za kuokoka. Kumbuka tulisoma lile neno la Injili ya Luka ile sura ya 19 ule mstari wa 10. Biblia inasema mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Na nilikwambia kwamba anayetafutwa ni mwanadamu. Tulipotea katika dhambi toka anguko la mwanadamu kwenye bustani ya Edeni. Wote tuliingia kwenye dhambi kwa sababu ya mtu mmoja Adamu, ambaye alitufanya tukaingia kwenye dhambi. Wanadamu wote tukapotea kwa sababu sote ni uzao wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Isingelikuwa ni ile dhambi ya kwenye bustani ya Edeni, dhambi isingeingia, mwanadamu angeendelea kuishi milele